Mwanaume anaweza kuwa na kiwango kingi cha mbegu lakini zisiwe bora. Na watu wengi huwa wanatofautisha yale majimaji ambayo yanatoka kwa mwanaume na mbegu za mwanaume. Wanaume wengi wanatoa majimaji ila hawatoi mbegu. Ndio maana wanaume wengi wanaamini wao ni bora kwa sababu wanatoa majimaji. Unaweza ukawa unatoa majimaji mengi lakini asiwe na mbegu. Ndio hapa ambapo sasa unakuta wanaume wengi wanaishi na watoto ambao sio wao kwa sababu ya kujiamini kwenye zile mbegu ambazo watu wanatoa. Kwa sababu yeye anajiona ana uwezo wa kusimamisha maumbile vizuri, mbegu zinatoka, ana uwezo wa kwenda raundi nyingi. Kwa hiyo mwanaume huyo atakuwa na confidence. Sasa ndio maana nikasema una uwezo ukawa una perform tendo la ndoa vizuri, unaweza ukawa unatoa yale majimaji mengi lakini wewe ukaona una uwezo wa kuzalisha lakini kumbe huna uwezo wa kuzalisha. Tunaangalia je, yale majimaji yana mbegu? Na hizo mbegu sio kuwepo kwa mbegu tu, ni mbegu ambazo ni bora. Je, zina mikia? Je, zina mkia? Zina kichwa? Zina kiwiliwili? Lakini pia zina kichwa kimoja? Kwa sababu mbegu za mwanaume kuna wakati zinakuwa zina vichwa viwili. Hiyo sio mbegu bora. Mbegu za mwanaume kuna wakati zinakuwa zina mikia miwili. Hiyo sio mbegu bora. Lakini pia mbegu inaweza ikawa ina kichwa kimoja, ina kiwiliwili na ina mkia mmoja. Lakini inaweza isiwe bora pia. Hapa huwa inategemeana mbegu hiyo ina uwezo wa kutembea. Okay. Na sio kutembea tu, kuna kitu kinaitwa progressive forward movement. Lazima zitembee kwa kwenda mbele. Kwa sababu zinaweza zikawa zinatembea lakini zina rotate pale pale. Hizo mbegu sio bora. Kwa hiyo ukija kuangalia mwanaume mpaka uwe na uwezo wa kuzalisha, ni vitu vingi vinavyotakiwa. Yaani mbegu za mwanaume tunaposema ni bora zina vitu vingi.